Katika moja ya ndoto ambaye Allah anaweza kukupa ujumbe ni kupitia nyoka. Yani ukimwota nyoka, Allah anakupa ujumbe wa uadui. Nyoka ni uadui, uchawi, majini, husda. Ndio maana utakuta baadhi ya watu ambao wanasumbuliwa na majini, wanapandisha majini mahaba lazima wote. Lakini kuna watu wanaota kabisa wanakutana na nyoka. Kuna watu wanaota nyoka mweusi, mweupe, mwekundu, rangi kadhaa ya njano hivi na vile. Hivi vyote ni ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unachotakiwa ufahamu cha kwanza ni kuwa ndoto ya nyoka ni uadui, tena hatari, ni uadui mbaya, ni shari. Isipokuwa tutaitafsiri ndoto yako kutokana na vile ambavyo imekuja, ndio unaweza kupata tafsiri zaidi na zaidi. Kwa leo mimi nitakuelekeza vitu kadhaa ambavyo unatakiwa vishike unapoota ndoto ya nyoka. Leo nitakuelekeza vitu kadhaa ambavyo unatakiwa vishike unapoota ndoto ya nyoka. Hata ndoto nyingine siku ya nyoka pia vitu lazima uvizingatie, lakini kwa vile leo tunazungumzia nyoka, ndio maana nitagusia hasa katika nyoka. Unachotakiwa kuzingatia, kitu cha kwanza, hajmu thu'ban, umbo la nyoka unayemuota. Umbo la nyoka unayemuota. Idha kana thu'banu al-akbar, ikiwa yule nyoka ni mkubwa, basi hii inaonyesha kuwa adui yako ni mkubwa, quwwatul adui au al-mushkila, yani nguvu ya adui yako yule. Na pia nguvu ya lile tatizo lilokuwa nalo, kwa maana yake ni kubwa. Kama ni shari, ni shari kweli. Kama ni uchawi, uchawi kweli. Kama unapigwa na magwiji kisawasawa. Kwa maana yake hajmu thu'ban itakuonyesha wewe katika ndoto yako kujua kuwa naye pambana naye basi ni mkubwa na ana nguvu. Kwa hiyo Allah anakuonyesha ili ujiandae vizuri zaidi. Na ukishaona hivyo, basi mimi nakufundisha uradi huu, unatakiwa usome uradi ambao utakuwa unasoma. Ukishaota nyoka mkubwa, basi unatakiwa usome ya qawiyu ya Allahu, ya qawiyu ya Allahu. Kwa maana yake sasa wewe unashtakia kwa yule ambaye mwenye nguvu kuliko hao, ili akupe nguvu ya kupambana na haya matatizo. Wa bainama as-saghir, wakati huo ukiota nyoka mdogo, yadullu ala dhu'f al-adui, inaonyesha udhaifu wa adui yako au ile mushkila au udhaifu wa tatizo lilokuwa nalo, kwa maana yake ni dogo. Pia unatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lile lile ya qawiyu ya Allah au ya Allahu ya qawiyu. Kwa muda ambao umeota nyoka katika umbo kubwa au umbo dogo, basi dumu usoma uradi huu ili Allah akupe nguvu ya kupambana na matatizo hayo, kwa sababu hata kama ni madogo pia anahitaji uwezo wa Mwenyezi Mungu, nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kutizama umbo la kitu, hata kama ni shimo, umeota unadumbukia kwenye shimo, unatakiwa utazame urefu wa shimo, upana wa shimo, shimo lina nini, lina kiza au kuna taa ndani yake. Pia unatakiwa kuzingatia hivi hajmu thu'ban katika ndoto zingine, yani hajmu shay, umbo la kitu katika ndoto zingine ambazo utaziota. Jambo la pili la kuzingatia, makan wujudi thu'ban. Makan wujudi thu'ban, sehemu ambayo nyoka anapatikana. Hii itakusaidia kujua adui yako yuko wapi. Ukiota nyoka yuko barabarani, maana yake kama wewe ulirogwa, kama ulipigwa na uchawi, hasadi, watu wamekaa wakatengeneza kutengeneza, walimwaga barabarani. Na kama ni jini alikuvaa, watu wengine wanasemaga kivambo, jua ni barabarani. Na ukiota yupo njia panda, jua wewe ushavunjwa nazi wewe. Na wale mashekhe feki wanaovunja nazi barabarani, ushapigwa. Au kama ni uchawi umepuliziwa, basi ukiota hii itakusaidia kujua adui yako yuko wapi. Mfano umeota nyoka yuko nyumbani kwako, hii inaonyesha kuwa ndani ya nyumba yako kuna uadui au kuna watu ambao hawakustahili kuwepo na hawapendi maendeleo yako. Au kama kuna mtu anakuroga ili upate mfaraka mkubwa na ndugu zako au jamaa zako au watu wa karibu, unachotakiwa ni kuwa na tahadhari kwa kipindi hicho, ujiepushe na ugomvi, kugombana na watu, lakini pia umtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuita kwa jina lake hili ya Allahu ya Allahu ya Allahu. Somea katika maji, mwaga katika nyumba yako, Allah ataweza kukusaidia. Lakini pia tuna mafuta ambayo huwa tunaandaa, yanaitwa Ibtal Oil, ambayo hayo hapo unaona yapita kwenye screen. Gharama yake shilingi 10,000 tu. Ukiyapata hao unaweza kutia katika maji, ukasomea ya Allahu mara 100, kisha ukamwagia katika nyumba yako.
Kwa hiyo makanu wujudi thu'ban, sehemu ambayo yule nyoka uliyemuota anapatikana, yupo sehemu gani, hii itakusaidia kujua adui yako yuko wapi, kama uchawi yuko wapi, kama hasidi yuko wapi, kama mpiga zongo yuko wapi. Kwa hiyo kitu cha tatu cha kuzingatia, tafa'ul thu'ban. Yani maana yake hapa tafa'ul thu'ban ni vile vitendo vya yule nyoka. Kafanya nini wakati umemuota? Alikuwa anakukimbiza. Hii itakusaidia kujua adui yako ana nguvu pia kiasi gani, lakini anakuandama kiasi gani. Ukiota wewe, mfano ukiota nyoka anakukimbiza, alafu yule nyoka haja kupata, kwa maana yake wewe uko vizuri, Allah anakulinda, na adui yako anayekuandama na hufda, uchawi, ubaya hata kupata kamwe. Ukashtuka na haja kupata, haja kukamata, kwa maana yake wewe uko vizuri. Lakini ukiota kwenye ndoto unafukuzwa na nyoka, kisha yule nyoka akakung'ata au akajiviringisha katika mwili wako, kwa maana yake adui yako atakuweza tu. Kwa hiyo zingatia tafa'ul thu'ban, vile vitendo vya yule nyoka ambao unamuota. Hili ni jambo la tatu. Jambo la nne la kuzingatia katika ndoto yako, zingatia rangi ya nyoka, launu thu'ban. Na insha Allahul Karim nitakuja kutoa tafsiri ya ndoto hii ya nyoka. Yani ikiwa umemuota katika rangi hii ana maana gani? Rangi nyeupe ina maana gani? Rangi nyeusi ina maana gani? Nyekundu ina maana gani? Ya kijani ina maana gani? Kwa hiyo zingatie ni launu thu'ban. Rangi hizi zina maana katika tiba. Ndio maana utakuta kuna waganga wao wana vitambaa vyeupe. Kuna mganga anatumia cheupe, kuna mganga anatumia vitambaa vyekundu, vyeusi, kuna waganga anatumia mpaka vitambaa vya kijani. Hivyo vyote vina maana yake. Kama unavyoona ukipita mahala ukakuta rangi nyekundu, au barabarani wale maskari wamesimama wakasimamisha rangi nyekundu au zile taa, kwa maana yake hapo ni hatari, usipite, utasababisha ajali. Kwa maana ukishaangalia rangi nyekundu, maana yake ni hatari. Hata nyoka ni hivyo hivyo. Ukiona rangi nyekundu, baba jiandae, jipange kisawasawa kumtegemea Allah. Soma uradiu hasbunallahu wa ni'mal wakil, huwa anakutosha Allah na ni neema kwa kumtegemea Allah, atakulinda. Na kama nilivyosema pia tuna mafuta ambayo ni mazuri sana, yanaitwa Ibtal Oil. Unaweza kuyapata haya kwa umeota ndoto hizo, unaota ndoto za nyoka. Mafuta haya tumeandaa special kwa matatizo kama hayo. Unasomea hasbunallahu wa ni'mal wakil mara 100 au idadi yote ambayo wewe unaweza, huku kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mafuta hayo unakuwa unapaka kama ule nyoka ule mwekundu ulimuota ndani, utachanganya katika maji, kisha utamwagia ile sehemu ambayo ulimuota, kama ni jikoni, kama ni wapi, au nyumba nzima, huku ukimtegemea Allah, kwa sababu hakuna kitu kinafanya kazi isipokuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyapata mafuta Ibtal Oil, haya yanapatikana kwangu tu peke yangu, naandaa mimi. Kwa hiyo insha Allahul Karim utasomea, ukishasomea unamwagia ndani. Huwezi kupata mafuta haya, sio lazima, chukua hata maji, somea, mwagia ndani kwako. Allah subhanahu wa ta'ala atajalia khairi na nuru na baraka, huku ukimtegemea subhanahu wa subhana. Kwa hivi vitu vinne ni vitu vya kuzingatia. Cha kwanza nisema hajmu thu'ban, umbo la nyoka. Cha pili nisema makanu wujudi thu'ban, sema ambaye nyoka anapatikana. Jambo la tatu nilisema tafa'ul thu'ban, vitendo vya ile nyoka uliyemuota. Jambo la nne nilisema ni launu thu'ban, rangi ya nyoka. Hivi vitu vizingatie, weke kwenye akili yako, na sio kwenye nyoka tu, ndoto yoyote ushike hivi vitu vinne, ni muhimu, vitakusaidia kutafsiri ndoto yako. Ni ndugu yako hapa Sheikh Abbas Sharif Idrisa. Ukiwa unataka tafsiri ya ndoto, unaweza kunipigia katika namba zangu ambazo ziko katika screen. Chukua, unapiga, insha Allahul Karim itaweza kukusaidia kwa uwezo Allah kwa kutafsiri ndoto yako. Si tafsiri ndoto kwa kuangalia sehemu nyingine, ni ndani ya Qur'ani pekee.